Okay. Uko na mimi tena kwenye wakati mwingine huu ambao tunakwenda kujadili CAF Confederation Cup ambapo almaarufu kama ligi au kombe la shirikisho la CAF, ambapo tunawakilishwa na timu mbili pamoja na kwanza tukianza na B ambapo lina Wydad Casablanca, Nairobi United kutoka Kenya. Hilo ni kundi la Azam. Kundi C ambalo lina CR Belouizdad kutoka Algeria, lakini lina Stellenbosch kutoka South Africa, lina AS Motogo kutoka DRC, au sijajua ni kwa nini watu wanaleta mchezo sababu labda management kama mmefika hapo, basi wana kitu ambacho wanataka kutuaminisha wa Afrika kwamba sisi kama Nairobi United tuna hiki na tunatamani mkione. Kwa hiyo kuna surprise naiona kwenye hili kundi, japo AS Maniema ana historia nzuri kwenye mashindano ya Afrika, japo sio kubwa sana, wala timu yenyewe sio kubwa sana, lakini kuna Wydad Athletic Club ambapo inatokea pale nchini Morocco. Ni timu ambayo ina historia kubwa, imefanya makubwa kwenye soka la Afrika, lakini ikatokea kushuka kwa viwango vya wachezaji, lakini pia timu kupitia changamoto za hapa na pale mpaka kufikia hapo walipo. Kwa hiyo unagundua Azam wameimarika kwa kiwango kikubwa, lakini pia si kana kwamba wacheze kwa maana ya kurelax sana kwamba sisi tunaweka kuvuka kwenye ile kundi. Hapana, management pekee haiwezi kusaidia kuvuka, wala kocha hawezi kusaidia kuvuka. Kocha pekee yake hawezi kusaidia kuvuka. Nini kinahitajika? Ni teamwork. Ukiwa na watu ambao mnafanya kazi kwa umoja, basi ni tiketi moja kwa moja ya kuvuka kwenye hizi hatua. Kuja kwenye kundi kundi C ambapo yupo Singida Black Stars, lakini pia AS Otoho, Stellenbosch pamoja na CR Belouizdad. CR Belouizdad pamoja na Stellenbosch ni timu ambazo zime prove kwa kiwango kikubwa kwenye mashindano, zime prove. Lakini pia unakutana na Singida Black Stars ambaye ni kwa mara ya kwanza kufika hii hatua ya makundi, lakini amefikaje? Tujiulize hapo. Hajafika kwa bahati mbaya. Kwa unagundua na yeye pia ana kitu cha kutuaminisha kwamba anaweza kufanya jambo kwenye mashindano ya Champions League ya Confederation Cup. Kwa hiyo
ukimwangalia au ukiliangalia kundi C ni kundi gumu kweli kweli, ni kundi ambalo Singida Black Stars anatakiwa kujitizama kwa namna moja ama nyingine, lakini pia kama nilivyosema, mentality inaweza ikamsaidia Singida, kwa maana kwamba akifahamu kwamba kundi ndio nao ni gumu, basi kuna uwezekano akaweka akapush to the maximum, kiwango ambacho watu wakitarajia, akasukuma mpaka akavuka kwenye hatua. Kwa nini? Kwa sababu mmemwaminisha au mmemwambia kwamba hili kundi lako ni gumu. Kwa mentality kabisa nakuja na yeye kwamba okay, kundi langu ni gumu, natakiwa ni hustle. Tukija upande wa Azam, tunaweza kusema ni kundi jepesi, labda sijui kwa sababu ya historia ya Nairobi United pamoja na AS Maniema, ambaye pia anaonekana hajaimarika sana, lakini pia anaonekana uwepo wa Kitambala bora ambaye yupo kwenye klabu ya Azam, ambaye ametoka hapo hapo AS Maniema, kidogo anaweza akawapa ABC za namna gani AS Maniema wanacheza, lakini hiyo haitoshi, bado wanahitaji uwezo wa timu nzima kuweza kuperform ili waweze kuvuka. Kwa hiyo kiufupi ni watakie kila laheri timu zetu za Tanzania, Singida Black Stars pamoja na Azam FC ambazo zinatuwakilisha katika kombe la shirikisho la Afrika. By the way, Stellenbosch ana historia kubwa sana. Ana historia kubwa ambayo ameifanya msimu uliopita mpaka kucheza nusu finali, ambapo aliondolewa na Simba kwa tofauti ya goli moja ambalo lilipatikana Zanzibar, likifungwa likifungwa kwa free kick ambayo ilipigwa na Jean Charles Ahoua. Kip Dennis akaenda kuingilia mchezo mpira huu ambao ukaenda kujaa wavuni. Kwa hiyo unagundua ni timu ambayo pamoja na historia ya mwaka uliopita au msimu uliopita, bado ina kitu cha kuprove Afrika, na ndio maana imefika hatua hiyo. All the best kwa timu zetu kutoka Tanzania. Tunaamini mkijipanga vizuri mnaweza kutuwakilisha vizuri, ili tuendelee kucement ile nafasi yetu ya timu 4 kuweza kutuwakilisha kimataifa. All in all, tukutane wakati mwingine.